Jana kuna vijana sijui walikuwa wametaka tatiza usalama wetu hapa na mambo ya maandamano. Maandamano haiwezi suluhisha shida za Kenya. Na wale ambaye ni viongozi, suluhu ya shida na changamoto za Kenya sio kuchochea vijana ati waende wakatupe mawe na waende wakavunje maduka ya watu, waende wakapige wananchi wasio hatia ati wanaandamana. Mambo ambayo imetokea hivi karibuni ya kupanda kwa bei ya petroli hajasababisha, hiyo maneno haijasababishwa na maneno ya Kenya hapa. Hiyo ni maneno ya dunia, ni mambo ya vita ya Marekani na Israel ikipigana na nchi ya Iran. Paka dunia sasa yote hakuna nchi hata moja ambaye petroli haijapanda. So Kenya is not an exception kwa sababu hatuna mafuta yetu. Serikali imechukua hatua kujaribu kudhibiti hiyo hali. Hatua ya kwanza, tumepunguza ushuru katika bidhaa ya mafuta kutoka 16% kwenda mpaka 8%. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tumeweka pesa ya serikali bilioni 6.2 kufanya ruzuku ama subsidy ndio bei teremke. Ndio umeona mahali ilikuwa 206 last week imefika 197. Bado tukienda mbele tuko na hatua zingine tunataka kuchukua step by step to stabilize fuel prices. The problem we are having with fuel is not manufactured in Kenya. It is because of the crisis in Iran, because of the war between US, Iran and Israel in between. And nobody should cheat the people of Kenya or incite them to break the law or to destroy their country, because the solution to the challenge of high fuel prices is in interventions which the government has already started taking. We have reduced VAT from 16% to 8%. Step number 1. Step number 2, we have disbursed 6.2 billion shillings as fuel subsidy. And we have step 3, step 4, step 5, mpaka tuhakikisha ya kwamba hiyo bei tumeidhibiti ndio wananchi wasiumie. Ni kweli si kweli? So we don't want people who have run out of ideas and people who squandered their time in office to incite young people. Instead of creating jobs and giving young people ideas how to empower themselves, you are inciting them to go and destroy their country, destroy our infrastructure, burn shops and threaten their own parents and their own kinsmen. Na hatuwezi kukubali. Hii nchi ya Kenya ni nchi chini ya katiba na sheria, na hakuna mtu ako juu ya katiba na sheria. Na vijana wetu, usidanganywe na mtu kiongozi ako na miaka mingi, sio kijana kama wewe. Yeye ameelimisha watoto wake, yeye amemaliza kazi yake ya muhimu duniani, alafu akuje wewe kijana wa miaka 20, miaka 30, bado haujapata familia, bado wengine hawajapata kazi, bado haujaanza maneno yako, alafu uende akuambie uende ukahatarisha maisha yako kufanya mambo ya fujo na kukabiliana na polisi kule barabarani. Usikubali kiongozi ambaye amekuwa na wakati wake ameutumia vibaya. Na kama hao watu wanaamini vijana wao, watoto wao wakuwe mbele katika maandamano, niseme nisiseme? Si wako na vijana? Si mimi niko na vijana? Si hao wako na vijana? Wakuwe ule anaitisha maandamano, your son, your daughter should be in the forefront. Na ujue sheria iko, serikali iko, na lazima tulinde katiba ya nchi yetu. Niseme nisiseme?